Na hii ni dalili nyingine ambayo nakwambia hapa, ni mimba kupotea. Mimba kupotea ndo hapo ambapo panakuja kwamba ile hali yoyote ya ujauzito, zile morning sickness, maudhi ya mimba yote yamepotea. Unakaa unatulia, labda wiki imeisha, wiki mbili, ukienda kupima, hata mtu akifanya ultrasound anakuta kwamba tumboni hakuna ujauzito. Dalili za mimba kutoka ama miscarriage huwa haziji kwa ghafla, huwa zinaanza polepole siku kadhaa kabla ya siku hiyo ambayo hiyo mimba yako imetoka ama imeporomoka. Na hichi ndio kinachoumiza wanawake wengi sana. Anapokuja hospitali unaanza kumuuliza, kuna jisikia hivi, kuna jisikia hivi, mtu anabaki anasikia uchungu kama vile yeye ndo amejisababishia. Lakini sometimes vitu vinatokea na huwezi kuzuia. Na nikupe pole kama umeshawahi experience hichi kitu. Leo sasa jifunze hizi dalili, ili unapokuwa mjamzito, ulishakupata miscarriage ama kabla hujapata miscarriage, sikiliza hizi dalili vizuri ili ziweze kukusaidia na wewe usije ukakutwa na hili jambo. Dalili ya kwanza kabisa huwa ni kutokwa na damu katika sehemu zako za siri ama ukeni. Kwa kawaida hatutegemei mwanamke mjamzito kutokwa na damu. Kwa hiyo unapoona damu, jua kabisa hiyo ni dalili ya hatari ya kwanza kabisa. Unatakiwa ukimbie kufanyaje? Kufika hospitali, uonwe na upimwe, tujue chanzo ni nini. Kitu kingine ambacho unaweza kuona ni kutoka mabonge. Ukiona unatoa mabonge, hasa kama ujauzito wako una wiki kuanzia 2 hadi wiki 8, yani ni kuanzia wiki 2 hadi miezi 2. Ukitoa mabonge mengi, mara nyingi hiyo mimba inawezekana ikawa imetoka yote kabisa, kwa sababu kabla ya miezi 3 kufika mtoto bado anakuaga hajakuwa, au tuseme hajatengenezwa. Huo ni muda ambao kuna mabonge na damu bado vinatengenezwa pale, viungo vya mtoto au kile kijusi hakijatengenezwa. Kwa hiyo inaweza ikawa pia dalili ya kwamba mimba yako inaharibika ama inataka kuporomoka, upate miscarriage. Dalili nyingine ni kusikia maumivu makali ya kiuno na tumbo la chini. Watu ambao wameshawahi kuwa na ujauzito mara ya kwanza au wamepata uchungu, wenyewe wanaweza kukwambia mtu anapata maumivu kama uchungu. Lakini kama wewe ndo mara yako ya kwanza hujui maumivu ya uchungu yanakuaje, just know huko kichwani kwamba unaposikia maumivu makali ya kiuno ama tumbo la chini, kiuno, tumbo la chini na mgongo, unatakiwa uwahi hospitali. Kitu kingine ambacho unaweza kusikia ni dalili za mimba kuisha ghafla. Yaani unaanza kujisikia tu mwili wako uko tofauti. Ulikuwa na kichefuchefu sana, ulikuwa unatapika labda sana, huna nguvu, unalala ovyo, ghafla vimeisha. Na hii ni dalili nyingine ambayo nakwambia hapa, ambayo watu wengi sana hawajui kwamba hii dalili ni kwamba ujauzito umeharibika, ni mimba kupotea. Mimba kupotea ndo hapo ambapo panakuja kwamba ile hali yoyote ya ujauzito, zile morning sickness, maudhi ya mimba yote yamepotea. Unakaa unatulia, labda wiki imeisha, wiki mbili, ukienda kupima, hata mtu akifanya ultrasound anakuta kwamba tumboni hakuna ujauzito. Ukipima UPT, kile kipimo cha ujauzito kutumia mkojo, unakuta homoni ya ujauzito haipo kabisa. Hiyo huwa inatokea. Mwili kuna jinsi unafanya, una absorb mtoto na vitu vyote, yani zile product of conception, yani vile vyote ambavyo vimeumba mtoto na mimba vinafyonzwa mwilini, vinabaki mwili. Unapofika hospitali unaambiwa huna ujauzito, lakini wewe mwezi uliopita ama wiki 3, wiki 6 zilizopita ulipima ukana ujauzito. Na ndio maana tunashauri pia, ukipata ujauzito, unapojua tu wewe una ujauzito ni wiki ni siku ngapi, nenda hospitali, ili kitu kama hichi kikitokea unakuwa una evidence hata kumuonyesha daktari ama mkunga anayekuona kwamba bwana, mimi matokeo haya hapa, nilipima nikakuta na ujauzito, labda nilianza clinic ama majibu ya ultrasound haya hapa, ili mtu ajue anakusaidiaje, si ndio? Hakikisha unapoona hizi dalili unawahi sana kufika hospitali ili upate huduma unayotakiwa. Na kingine ni kushauri kwamba kila unapoenda clinic ama kila mwezi, hata kama kliniki yako haina vifaa, hakikisha unaenda kucheki zile routine test tunaita, ambayo ni malaria na UTI, kwa sababu haya magonjwa mawili yanaongoza sana kusababisha watu kuharibu ujauzito. Epuka kufanya kazi nzito, epuka kufanya mapenzi hasa miezi 3 ya kwanza kwa nguvu, yani kwa kutumia nguvu ama kwa kutumia style ambazo zitakufanya uumie ama uchoke sana. Kwa hiyo na kama unataka kujua zaidi wewe ni mjamzito,
kuhusu uzazi, kuanzia mimba, ujauzito wote hadi kujifungua. Usisite kusubscribe kwenye hii channel na angalia videos nyingine. Na kama pia unahitaji group ama community ambayo utakuwa unashare experience na wanawake wako na wanawake wenzako wengine, usisite kuniangalia WhatsApp. Tumia namba hapo chini ama hapa kwenye screen, then tucheki WhatsApp, tutaangalia jinsi ya kufanya groups. So see you.